Hebu fikiria umeajiriwa tu kuwa mwigizaji lakini unaishia kumuua mtoto wa dikteta mkubwa duniani. Story inaanza na huyu binti anaitwa Siti, ana miaka 25. Muda huu ni raia wa Indonesia ila anafanya kazi Malaysia na maisha yake kidogo sio mazuri kiiva, anahangaika hivyo kazi ndogo ndogo ila anatuma hela kwa familia yake kule wapi Indonesia. Siku moja bana Siti anakutana na producer mmoja ambaye producer huyu kwa namna nzuri au mbaya atabadilisha maisha yake kiujumla. Producer huyu anamwambia kuwa anafanya kazi kwenye YouTube channel moja kubwa sana ya pranks na anahitaji waigizaji na malipo ni mazuri, takriban $96 kwa prank moja. Na kwa Siti hiyo ni pesa nzuri kabisa. Aliweza kuacha kazi alizokufanya zamani. Kwa hiyo akaanza kuingia mtaani sasa kurekodi viprank vyao, vile viprank mnavyonaga YouTube vile sweet TikTok. Vya kijinga vile mara amshike mtu mkono ambaye amjui, mara amfunge macho mtu ambaye amjui. Sijui vitu kama hivyo, nahisi mnanielewa. Baada ya siku kwenda akaongezeka mwigizaji mwingine, binti tu kama Siti mwingine. Na prank iliyoenda kufuatia ilikuwa anaenda kufanyia airport. Na prank ilikuwa rahisi, wanakuwa na mafuta mkononi, wanamtafuta mtu anampaka usoni na yule binti mwingine anampaka usoni. Alafu anacheka ha. Producer anapata likes zake na followers, Siti anapata hela yake, kila mtu nyumbani amefurahi. Huo ndio kwa mpango. Walipofika airport, producer akawaonyesha mwanaume mmoja ndio alikuwa anafika airport, akamwambia kamfanyeni yule pale, tunawafuata na kamera. Mabinti wakasema sawa, akamfuata akampaka usoni na mwingine baada ya sekunde 2 naye akampaka usoni. Wakacheka pale huko na mrekodi, afu akaenda chooni kunawa kwamba prank imeisha. Yule jamaa alipaka mafuta akaanza kujisikia vibaya na kuna macho kwa maumivu, anaanza kusikia kizunguzungu ajielewelewi yani. Akawafuata maaskari wa airport wale akamwambia bana kuna watu wamenipaka vitu usoni, yani sielewi kabisa kinachoendelea. Wakamweka ofisini ila hali yake ilizidi kuwa mbaya zaidi. Wakataka kumwaisha hospitali lakini alifia njiani bahati mbaya. Na wale mabinti wanatoka chooni walivyoenda kunawa, wanakuta producer hayupo, cameraman hayupo, mtu wa sound hayupo, gari lao alipo, yani kweupe yani. Piga simu hawapatikani, wakawa waelewi sasa. Wakaona basi sio mbaya, ngoja twende zetu nyumbani tutajua baadaye tunafanyaje. Sasa swali ni yule jamaa alikuwa nani? Kumbe yule jamaa alikuwa sio abiria wa kawaida. Yule alikuwa ni Kim Jong Nam, mtoto mkubwa wa aliyekuwa kiongozi wa Korea Kaskazini zamani, Kim Jong Il. Na Nam ilibidi kipindi fulani awe mrithi wa baba yake, ila baba yake alikuwa na sita sana uamuzi huo, kwa kuwa Nam yeye alikuwa ni mtu mwenye asili ya upole, mwenye huruma, ambayo sio sifa nzuri kabisa kwa dikteta mtarajiwa. Ilipofika 2001 baba yake alisikia kuwa Nam alienda Japan, sehemu moja inaitwa Disneyland. Alienda na familia yake kupumzika, ila Disney ni kampuni kubwa sana maarufu ya Marekani. Kwa hiyo baba yake yani ilimtia aibu sana baba yake. Yani mtoto wangu mimi aenda kwa kampuni za Marekani kuenjoy. Kwa hiyo aliona udogo hapana, kwa ndo akamtoa kwenye urithi kabisa yani. Na hiyo nafasi akampa mdogo wake ambao ndo Kim Jong Un ambaye anajulikana hadi sasa hivi, mwenye ile punk ile famous sana. Kitu hicho kilisababisha bifu kati ya hao ndugu wawili. Na baada ya Kim Jong Un sasa kuwa dikteta kabisa rasmi, Nam alihofia kabisa usalama wake. Kwa hiyo alikuwa anapewa ulinzi na serikali ya Marekani. Kitendo cha kupewa ulinzi na serikali ya Marekani kilimkera zaidi Kim Jong Un. Yeye hapendi wa Marekani kabisa. Kwa hiyo alikuwa anahisi wa Marekani watakuwa wanamtumia Nam kupata siri za nchi yake. Na pia walijaribu kumuua Nam mara nyingi sana, wakawa wanashindwa. Kwa hiyo walivyogundua tu kuwa Nam ana safari ya kwenda Malaysia mwezi ujao, wakajua sasa hii hapa ndo chance yetu, tutamwai pale airport kabla hata hajakutana na walinzi wake. Na ule mpango wote si wa YouTube channel, maproducer yote ilikuwa ni kuandaa wale mabinti kumuua Nam. Wale makameramani sijui masaundi wote wale walikuwa ni maspy wa North Korea. Yote ilikuwa ni plan. Na yale mafuta waliompaka usoni ilikuwa sio mafuta ya kawaida, zilikuwa ni kemikali, ambazo hizo kemikali mbili ukiziunganisha unapata sumu kali sana. Kwa hiyo Siti na mwenzake alivyompaka ilitengeneza sumu inaitwa VX, ambao sumu hiyo imepigwa marufuku nchi nyingi sana kwa jinsi gani hivyo hatarishi. North Korea walikanusha kabisa kuhusika na tukio hilo, na ile crew ile ya maproducer suki ya nani hawakukamatwa wote. Kwa hiyo waliobakia kina nani? Siti na rafiki yake walikamatwa chap kesho yake tu na kuwekwa ndani. Siti alikuwa elewi kinachoendelea, alisi labda na yeye anamfanyia labda prank, bado wanamtania, lakini alivyoona kuwa hukumu yake ni kunyongwa kama ikutwa na hatia, akajua hapa hamna anayefanya utani hapa. Kesi ikaenda hadi mwaka ukaisha, ikaita ugomvi sana kati ya Malaysia na Indonesia, kwa kuwa wale mabinti walikuwa ni raia wa Indonesia. Lakini baada ya kesi kutoka na mwelekeo na muda unazidi kwenda, waligundua kwa wale mabinti ilikuwa sio kosa lao kabisa yani. Kwa hiyo ilibidi tu waachiwe. Kwa hiyo kifo cha Nam hadi leo hakijasuluhishwa, japokuwa kila mtu na mama yake anajua kuwa fulani ndo alikuwa nyuma ya tukio zima.